Pale ambapo Papa, kiongozi wa kanisa Katoliki, anapofariki dunia, kuna mchakato maalum unaofuata hadi apatikane Papa mpya. Huu hapa ni muhtasari wa hatua zinazochukuliwa. Kifo cha Papa kuthibitishwa rasmi. Kifo cha Papa kinathibitishwa rasmi na Camerlengo, mtu anayesimamia mali na shughuli za Papa baada ya kifo chake. Camerlengo hutamka kifo chake kwa jina lake la ubatizo na kuthibitisha kwa kweli amefariki. Halafu muhuri wake huvunjwa ili kuashiria mwisho wa utawala wake. Kipindi cha maombolezo. Kuna siku 9 za maombolezo zinazojulikana kama Novemdiales. Katika kipindi hiki, sala maalum na ibada hufanyika kwa heshima ya Papa aliyefariki. Mwili wa Papa huwekwa ndani ya kanisa la Mtakatifu Petro ili waumini wote watoe heshima zao za mwisho. Nafasi ya kiongozi kuwa wazi. Mara Papa anapofariki, nafasi ya uongozi huwa wazi. Katika kipindi hiki kinachoitwa sede vacante, hakuna Papa anayefanya maamuzi ya kiutawala au mafundisho ya kanisa. Majukumu ya muda husimamiwa na Camerlengo na makardinali. Mkutano wa makardinali. Makardinali wote waliobaki ambao hawajazidi umri wa miaka 80 hukutana katika mkutano unaoitwa conclave ili kumchagua Papa mpya. Mkutano huu hufanyika katika Sistine Chapel ndani ya Vatican na hufanyika kwa usiri mkubwa. Upigaji kura. Wakati wa conclave, makardinali hupiga kura kwa siri ili kumchagua Papa mpya. Kura hupigwa mara moja asubuhi na mara moja jioni kila siku. Ili mgombea aweze kuchaguliwa, lazima apate angalau kura 2/3 ya wote waliopiga kura. Baada ya kila duru ya upigaji kura, kura hizo huchomwa kwenye jiko maalum ndani ya Sistine Chapel. Kama kuna mtu aliyepata kura za kutosha, karatasi za kura huchanganywa na kemikali maalum ili kuzalisha moshi mweusi unaowekwa kama ishara kwa umma kuwa bado hakuna Papa mpya. Pale ambapo mgombea mmoja atapata kura za kutosha, kura huchomwa na hutoa moshi mweupe, ishara kwamba Papa mpya amepatikana. Kutangazwa kwa Papa mpya. Mara baada ya Papa mpya kupatikana, mmoja wa makardinali wakuu anayesimamia uchaguzi anayeitwa Cardinal Protedicon hutokea kwenye balkoni ya kanisa la Mtakatifu Petro mbele ya umati wa watu na kutangaza kwa Kilatini maneno maarufu Habemus Papam, yaani tunaye Papa. Hii ni siku ya furaha kwa Wakatoliki wote duniani. Papa mpya hujitokeza hadharani katika balkoni ya kanisa la Mtakatifu Petro, huwasalimu watu na kutoa baraka yake ya kwanza rasmi kwa umma inayoitwa Urbi et Orbi, yaani kwa jiji na kwa dunia. Kwa hivyo, kifo cha Papa si tu mwisho wa uongozi, bali ni mwanzo wa safari mpya kwa kanisa Katoliki, safari ya matumaini, maombi na umoja katika kumtafuta kiongozi mpya. Kwa mioyo ya heshima na upendo mkubwa, tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa familia ya kanisa Katoliki. Bwana amweke mahali pema peponi na awape nguvu wale wote walioguswa na msiba huu. Amina. Msimuliaji wa makala hii ni mimi Official Nifa kutoka Fahamu TV. Kwa kufahamu na kujifunza mengi zaidi, usiache kutufuatilia na kutufollow katika akaunti zetu za mitandao ya kijamii, TikTok na YouTube @Fahamu TV, pamoja na Instagram na Facebook @Fahamu Sasa.